Nagwira Your Excellency the Deputy President, ithuĩ ta soldiers anyu na president, wĩra witũ nĩ kũmũ-support. O ta ũrĩa mũthuri akoragwo kichwa kĩa family, na nĩwe ũmenyaga kĩrĩa kĩrĩ rĩo na kĩrĩa kĩrĩ nyuo. Mũgĩkũyũ aigire mũikaritha mũtigĩti na nĩwe thambo kĩrĩa ĩkaga atĩa. Wĩra ũrĩa mwĩnaguo nĩ mũnene mũno wa gũbanga bũrũri, wa gũtwara bũrũri witũ na mbere. Na ithuĩ ta ihĩĩ cia mũciĩ, our only duty is to support you and the president tutigire nĩ mwa succeed maũndũ-inĩ marĩa mothe mũreka na nĩgetha mũhote gũtwarithia bũrũri witũ ũyũ na mbere. We Gathoni nĩ wĩiguaga Mũgĩkũyũ aigire kĩhĩ na ithe ndũngĩhota kũingĩra ndeto icio. Ithe tiguo ithuĩ tũrĩ thutha wa Deputy President Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, hatirĩ handũ ũiguĩte ngiuga tũtirĩ thutha wake, and we support him as our leader wa gũkũ gwitũ Mount Kenya. For now nĩwe Ngai atũhete and we'll support him with all that we have. Asante sana. Hakuna nchi inaweza endelea wakati inatenga wakulima wake na kuwaumiza, especially taifa kama Kenya ambaye karibu 30% ya watu wale ambao wanafanya kazi katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo mimi najua rais na wewe mko na roho ya kutusaidia sisi. Wacha nizungumze kama mwakilishi, kwa sababu unajua mimi ni mwakilishi wa wakulima. Watu wangu wale nawakilisha katika bunge wanafanya biashara ya kahawa, wanafanya mambo ya chai na maziwa. Mimi ningependa kuomba, kwa sababu mimi najua hiyo kazi wewe unapambana naye na unaweza. Wakati wowote hata kupatikane kuwa na shida kama ile tuko naye ya kifedha, tunaweza kata kwingine kokote, lakini hii ya wakulima tafadhali hakikisha kwamba ile ahadi ile ambayo ulikuwa umetupatia kutuhakikishia kwamba maziwa yetu at the very least KCC tatupatia shilingi 50, hiyo isiguzwe tafadhali. Your Excellency, chai yetu ambaye kwa sasa kwa miaka mingi, na mimi najua wewe unapambana na hiyo kazi na sisi tunakusaidia, tafadhali ngangana kufungua masoko. Ile masoko ambayo tunategemea, the biggest challenge ambayo tuko naye ni kwamba wale watu tunauzia chai nchi zao mara nyingi huwa na fujo, nchi za kama Pakistan, Iran, wapi. Tufungulie masoko mengine ili wakulima wa chai mambo yao iweze kuwa sawa. Mwisho ni hiyo ambaye Mheshimiwa Gathoni alikuwa ameguzia pia kuhusu viwanda vyetu vya mambo ya kahawa. Mimi nina viwanda kadhaa pia kule kwangu ambapo ninatoka, kama tu hapa katika constituency hii. Mheshimiwa, ningependa pengine tukisaidiana pamoja na waheshimiwa kama wale wote tuko hapa, kama vile tu mtu akiguza fedha ya serikali anachukuliwa hatua kali sana. Nafikiri hata sisi lazima pia tighten sheria ili wale wanakamati wanawekwa katika viwanda hizi zetu. Mtu akiguza pesa ile ya kawaida ya mwananchi wa kawaida, sheria pia hiyo iwe kali kama pesa ya serikali. Unajua ile shida ambayo iko ni kwamba mara mingi watu wanamalizana tu hapa kinyumbani. Kama hao ulikuwa unasema waliharibu hii viwanda, niko na uhakika hakuna pale popote pengine watapelekwa. Kwa hivyo ningependa pengine tutengeneze sheria hiyo ili tuweze iweze kukua, mambo iweze kuwa vizuri kwa wakulima wetu. Hiyo ndio request, na mimi najua Your Excellency kazi hiyo wewe unawezana naye vizuri na utatusaidia ili wakulima wetu wakikaa vizuri. Hiyo ndio tutakuwa tumetimiza ile ahadi ambaye tulipatiana ya kuinua wale wako chini waweze kufika juu. Mambo ya KCC tumesema tulipe 53 shillings. Shilingi 3 iende kwa matumizi, 50 shillings iende kwa wakulima. Lakini tumekuwa pia na governance challenge hapo KCC. Tumebadilisha board of directors watu 4 na tumeadvertise the CEO of that organization. There has also been challenges hapo New KCC. So hiyo tunaendelea.
On the issue, I know that is challenging to the public as we speak of the new funding model. The funding model has been in existence for 29 years. The only thing that has changed is that the means testing instrument was adjusted and reviewed to ensure that those children who need the government support most benefit most from the government funds. So that children of those who can afford, such as myself, can bear my rightful share of the school burden. And we've created a portal where we've allowed the students to appeal so that if you have data, information to show that you've been put in the wrong band, we are working every single minute to reband you. Because the policy is no child should miss school because of money. We begin with that. So going forward, I can assure the country that within the next few weeks, next few days, we are going to resolve that matter, and each and every child who deserves to be in school will be, because we are doing 100% transition. But the world is changing, and over the next few days, we will listen to great speakers with huge expertise on how we as leaders of schools around the world can adapt to the developments we face and the challenges of the next generation. Please focus your attention on those ideas you can take action on. And you leave this convention, take at least one thing that you will start doing differently tomorrow. Together with principals and other stakeholders, we have collectively made important national decisions that are shaping the future of Kenyans across the entire country. These include providing free basic education for all learners in public primary and secondary schools. Under this education model, the government provides capitation per learner to all schools. It also supplies textbooks and pays examination fees for all candidates. This learning model, which is being enhanced through the National Education Sector Strategic Plan for 2023 to 2027, to quality education, has lifted a huge burden off the shoulders of parents, guardians, and the community, who are left to provide meals, uniforms, and personal items to students. Moreover, it has enhanced equity in education access, thus empowering students from lowest endowed backgrounds. As we speak today, there are close to 100 million young people out of school in Africa. If you're looking at the conflicts in the Sahel region, right through the middle, and in other parts of the continent, we have over 100 million young boys and girls who are out of school. What will they become in the various stations that they are at this point in time? We have seen that in Africa, when there's conflict, a country can take even 40 to 50 years to recover. And even in our neighborhood here, in the Horn of Africa, where there has been conflict, the countries are yet to fully recover. So it seems that conflict is also helping us generate a lost generation. We are creating a lost generation. By fostering critical thinking, problem solving, and collaboration, we prepare learners to tackle complex challenges
and adapt to an ever-evolving world. In partnership with the Kenya's Ministry of Education, the Teachers Service Commission, and other stakeholders, we are prepared to move forward with a shared commitment to this innovative educational paradigm, championing a system that values competence, fosters growth, and prepare our students to thrive in their future careers. In Africa, we are 1.4 million people. 70% are young. But we do more trade with the rest of the world than Africa. Intra-African trade is just about 30%. But Africa's trade with the rest of the world constitutes 70%. I want to ask you, is it just infrastructure that is a barrier to this inter-Africa trade? Or is education also a hindrance? How fast are we training our young people to embrace integration amongst themselves? Where is the position of language in our continent? Are we training each other to communicate with each other, or are we teaching Africans to communicate with the rest of the world and not communicate with themselves?